Naitwa Revlin Albert Mbugi, ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Vijana kwa upande wa Tanzania Bara. Mimi nitagusia mambo manne. Jambo la kwanza ni uminywaji wa demokrasia. Jambo la pili ni uminywaji wa haki za binadamu. Jambo la tatu, matumizi mabaya ya kodi za wananchi, na jambo la nne ni wajibu wa vijana wa Kitanzania. Nitaanza na swala zima la demokrasia. Jinsi gani uminywaji wa demokrasia unaendelea nchini kwetu. Tangu mwaka 1992 Tanzania ilipoanza matumizi ya vyama vingi, tumeshuhudia vyama vya upinzani vikipitia hali ngumu, hususan Chadema. Mwenyekiti wetu amewekwa ndani, tumezuia kufanya shughuli zetu mbalimbali, ili hali nchi yetu inajinasibu kwamba ni nchi ya vyama vingi. Tumeshuhudia watu wakinyimwa uhuru wao wa kuongea, freedom of expression. Mpaka sasa tuna namba kubwa ya vijana waliopotea kwa sababu waliweza kuongea, walikuwa huru kuongea, lakini hawakuweza kuwa huru baada ya kuongea. Hatunao vijana wengi, hatunaye Soka, hatunaye Mdude, hatunaye Kaswahili, na ni vijana wadogo ambao walikuwa bado wana wajibu wa kutunza familia zao, wa kutunza wazazi wao, wa kutunza jamii zao, lakini hatunao kwa sababu ya uminywaji wa demokrasia. Niende kwenye jambo la pili la uminywaji wa haki za binadamu. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu amekuwa akilalamika mara kadhaa, kwa sababu yeye ni mwanasheria, anapata nafasi ya kulalamika. Siku moja alilalamika kwamba hakupewa chakula. Siku moja alilalamika kwamba amewekwa selo moja na watu ambao wamehukumiwa kunyongwa, ikiwa yeye bado hajahukumiwa, kesi yake inaendelea. Siku moja alilalamika kwamba anakosa haki ya kuonana na ndugu zake, kuonana na mawakili wake, wakazungumza bila mazungumzo yao kusikilizwa na mtu yeyote. Mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu ni wakili, anapata nafasi ya kulalamika kwa sababu ni wakili, anatambua haki yake. Na pia alitoa statement kwamba anataka kesi yake isikilizwe, kwa sababu amekaa mahabusu muda mrefu, kesi yake haijasikilizwa. Hili linatupa picha kwamba wapo Watanzania wengine, wa kike kwa wa kiume, huko magerezani, wapo lock up, kesi zao zinachukua muda mrefu, hazisikilizwi, lakini watasema wapi? Nani atawasikiliza? Hawana msaada huo. Kwa hiyo kupitia hili tunaona kwamba wapo Watanzania wengi wanapitia manyanyaso ambayo Tundu Lissu anayapitia, regardless kwamba ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, regardless kwamba ni wakili, lakini bado anapitia hizo changamoto. Vipi kuhusu Watanzania wengine ambao hawana mtu wa kuwasemea, ambao sio mawakili? Wapo watu wanaozea huko kwenye mahabusu, hakuna wa kuwasemea. Tundu Lissu ni binadamu kama binadamu wengine, ni baba wa familia, ana haki ya kuwaona watoto wake, ana haki ya kupata matibabu, lakini kwa haya yanayoendelea kwenye mahabusu za Tanzania, kuna uvunjwaji mkubwa wa haki za binadamu. Lakini niende kwenye jambo la tatu la matumizi mabaya ya kodi za wananchi. Kwa mujibu wa kifungu cha 3 ibara ya kwanza ya sheria za matumizi ya gharama za serikali, ibara ya 128, inasema kwamba gharama zote zinazohusu serikali zinalipwa kutoka kwenye hazina ya serikali, na hazina ya serikali inajazwa na kodi na za bidhaa na huduma mbalimbali na tozo mbalimbali za mapato ya wananchi. Hizo zote ni kodi zetu, na yapata mwaka mmoja sasa tangu mwenyekiti wetu yuko gerezani, anatolewa, anapelekwa mahakamani. Kesi hiyo inaendeshwa kwa kodi zetu, ili hali Watanzania wote tunafahamu kwamba kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ni kesi ya uongo. Je, kuna kesi ngapi za uongo zinaendelea kwenye mahakama zetu na zinatumia kodi zetu wa Tanzania? Yupo Mtanzania ambaye anasema yeye kwa sababu sio Chadema basi hahusiki chochote na kinachoendelea. Lazima tukumbushane kwamba
kodi zetu ambazo zingetumika kutulinda zingetumika kwenye ujenzi wa madaraja, hasa kipindi hiki cha mvua tumeshuhudia watu wakifa na mafuriko. Kodi zetu ambazo zingetumika kwenye huduma za afya, kodi zetu ambazo zingetumika kwa ajili ya watoto wetu kupata elimu bora, basi zinatumika kuendeleza ukandamizaji dhidi ya Watanzania wenzetu wasio na hatia. Kwa hiyo lazima Watanzania kwa pamoja tuungane, tupaze sauti, kwa sababu kodi hizo huenda zingetumika leo hii kurahisisha upatikanaji wa mafuta ambayo yamepanda bei, zingetumika kurahisisha sisi kupata huduma mbalimbali za kijamii, lakini kodi hizo zinatumika kwenye ukandamizaji, kuendesha kesi ambazo hazina uhalali. Lakini niende kwenye jambo la tatu, wajibu wetu sisi kama vijana. Jambo la nne, sisi kauli mbiu yetu ya Baraza la Vijana wa Chadema Bavicha inasema vijana ni nguvu ya mabadiliko, na kama historia haijawahi kumkumbuka kijana ambaye alikaa kimya. Mtu yote ambaye alikaa kimya, historia haiwezi kumkumbuka kwa lolote. Kwa sisi vijana wa Kitanzania lazima tujiulize kwamba historia itatukumbuka kwa lipi, kwa sababu leo hii mambo haya yanamkuta Mheshimiwa Tundu Lissu, kesho atakukuta wewe, na uenda ukawa una familia, una mke, watoto, wakatamani kumuona baba yao, lakini kwa sababu nchi inaendeshwa kwa mifumo ya mabavu wakashindwa kumuona baba yao au mama yao. Kwa hiyo lazima vijana tuwe na jukumu la kufanya kwenye hiki kinachoendelea kwenye nchi yetu. Hatupaswi tu kuikumbuka siku ya leo, bali inatakiwa kutufanya tuwe na morali, ituamshe kupigania haki. Na tukumbushane kwamba muhaini wa kwanza kwenye hii nchi ni hii serikali iliyojipa madaraka. Ndiyo muhaini wa kwanza, kwa sababu hauwezi ukategemea jamii ikakupenda, ikakuona mtu mzuri, akati hauwezi kuilinda jamii. Mwezi wa 3 wamekufa wananchi 19 Tabora kwa sababu ya mafuriko. Kwa hiyo serikali hii miaka 60 na ya uhuru imeshindwa kutengeneza miundombinu ya kulinda wananchi wake dhidi ya mafuriko. Tumeshuhudia madaraja mengi yamekatika mafuriko, watu wamekufa, wamesombwa na maji. Huyo ndiye muhaini wa kwanza. Kama unashindwa